Baba wetu ulio juu mbinguni, jina lako litukuke, ufalme wako uje kwa ajili ya mapenzi yako. Ndiwe mwenye rehema, Baba wa amani, ambaye Kristo umekuwa msingi wa baraka katika maisha na kuanzilishia mwanzo mpya katika imani. Tunakuhitaji ya kwamba Bwana, ulivyotuamsha asubuhi ilikuwa ni mapenzi yako Mfalme, ya kwamba tuone mchana, tuone jioni kwa ajili ya ushindi wako. Imependeza Baba ninapokaa katika kiwango hiki Bwana Mfalme, katika hii runinga, na tazamani ya kwamba Baba nikapate msikilizaji atakaye nitazama kwa siku ya leo, ili Mfalme neno lako linapopita katika maisha ya watoto wako upate kuwabariki na kuwatendea hitaji la mioyo zao, upate kuwajenga katika uokovu, na jina lako liinuliwe, kwa maana ni Mungu wa amani. Asante kwa msikilizaji, mtazamaji atakaye nitazama kwa siku ya leo, neno hili kawa la manufaa katika maisha yake, na ni katika jina la Yesu Baba Mungu tumeomba. Mtazamaji wangu, nataka nikushukuru, maana imependeza jioni mchana wa leo ya kwamba nipate kuwa na neno hili katika maisha. Na mimi ni Pastor Josephat Wanyama. Nashukuru Mungu kwa kunipa wokovu ambao amenijalia siku ya leo kuona uzima wake ambao amenijalia mema. Ni wakati ambao nataka nisimame mbele zako ya kwamba nitangaze hili neno kwa sababu ya wema wako. Huduma ni United Souls for Christ TV, ambayo inakuletea ujumbe kwa ajili ya mapenzi yake Bwana. Kwa sababu ya neno hili nataka kwamba nipeane title ya hii ujumbe: mambo ambayo Bwana hayapendi. Katika maisha yetu kuna mambo Mungu anayapenda na kuna mambo Mungu hayapendi, lakini wanadamu tumejukumika kwa kufanya mambo Mungu hayapendi, na hivyo imekuwa chukizo kwake Bwana. Lakini inapendeza kwamba tukapata kusimama kuelewa ukweli wa Bwana katika maisha yetu, ili atupatie mwelekeo ulio mwema, njia zetu zipate kukamilika, na lolote tulitendalo lipate faida katika maisha. Kwa hivyo ni wakati ulio mzuri ninapokusimama mbele zako. Nataka nikusomee kitabu cha Mithali 6 mstari mdogo wa 16, kwa sababu Bwana anavichukia hizi vitu na nataka tuviache ndiposa tutazamie Kristo awe pamoja nasi. Maandiko inasema hivi: kuna vitu 6 anavyovichukia Bwana, na viko 7 vilivyochukizwa kwake: macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu 6 Bwana anavichukia, na katika maisha yetu wakati ambapo tumekwamilia hizi vitu, Bwana wakati anatuangalia anaona ya kwamba sisi hatusikilizi sauti yake. Kwa hivyo vitu 6 Bwana anavichukia, hata sio 6 lakini viko 7 ambayo ni machukizo machoni pa Bwana. Na wakati ambapo sisi tunashiriki kwa hizi vitu, Bwana anachukizwa na hizi vitu katika maisha yetu, maana apendezwe na mtu kupotea kwa sababu ya kusikiliza mambo ambayo sio mazuri. Anasema kwamba jambo la kwanza, moyo uwazao mawazo mabaya. Katika maisha ya mwanadamu Mungu ametuandalia mambo mazuri, lakini mtu anaweza kaa mahali akaona ya kwamba aanze kuwa na mawazo ya kufikiria hata kuiba, kufikiria kuzini, kufikiria kutenda mambo ambayo yanaambatana na mambo kama hayo. Huo moyo unaowaza mawazo mabaya Mungu haupendi. Miguu iliyo miepesi kukimbilia maovu. Sisi tumekimbilia maovu kwa njia ya haraka sana. Miguu yetu imekuwa miepesi wakati ambapo nasikia mahali kumeharibika kwa jambo libaya, tunakuwa wepesi kukimbilia maovu. Tunaenda kusimama hapo, unaangalia labda kwa mfano, nimeangalia mahali mtu ameiba na watu wakamshika. Watu wanapiga, wengine wanatoa matairi, wanataka wachome huyo mtu. Wewe unaenda kusimama hapo unaangalia. Pia wewe una support mpaka unasema fanya, huwa kabisa. Unakuta ya kwamba hayo maovu ambayo miguu imekupeleka kwenda mahali pale kutazama, utakuta kwamba Mungu hapendi. Na utakuta kwamba shida hizi zote wakati zinatokea ni sisi tunakubaliana nazo katika maisha yetu. Tuepukane nazo ili Bwana Mungu atenda mambo mema katika maisha yetu. Anasema hivi, shahidi wa uongo asemaye uongo. Kuna mtu mwingine anapenda kutoa ushahidi wa uongo na anaongea hata uongo kwa watu, na hana uoga kusimama mbele za wanadamu kushuhudia uongo. Ana uoga hata kusimama anza kuongea na anajua yale anaongea ni uongo.
Shahidi wa namna hiyo kama anaweza simama machoni pa wanadamu, Mungu ampendi, kwa sababu ukiwa shahidi, shuhudia mambo yaliyo mema ambayo Mungu atapendezwa nayo. Iwe ushuhuda mbele za Mungu ya kwamba ulisimama kushuhudia mambo ambayo yanafaa, ulisimama kusema mambo ambayo yanapendeza, ulisimama kushuhudia jambo ambalo ulisikia mahali. Sio ya kwamba haukulisikia na wewe unachangia kila ujui. Sio ya kwamba haulijui na wewe unaenda kuongea jambo ambalo ulijui mbele za watu, lakini unajua uhakika katika maisha yako kwamba haulijui. Wewe ni shahidi wa uongo, na wewe pia na mtu unapenda kusema maneno ya uongo. Kwa hivyo wakati ambapo Mungu anaangalia mambo haya, anajua kwamba sisi ni watu ambaye Mungu alitupenda. Macho ya kiburi, ulimi wa uongo. Wakati ambapo sisi tunafanya haya mambo yote, macho ya kiburi, ulimi wa uongo, ni vitu ambacho Bwana hapendi. Mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Sisi ni watu ambaye katika mikono yetu tumemwaga damu. Damu ambayo tumemwaga ni ile damu haina hatia. Mfano wa damu ambayo haina hatia, wewe umesikia jambo kwa mtu na unaenda unashuhudia jambo ambalo ni libaya, anapolisikia hata kama mko naye kanisani, unakuta kwamba amekwazika. Wewe ukiwa kanisani unaamua kumwaga, kukasirisha watu ghafla mpaka watu hata wamekimbia, wamekuachia kanisa. Watu wakifikiria kuja kanisani wanasema fulani akiwa kanisani, mimi siwezi enda kwa hiyo kanisa, nitakaa tu nyumbani. Kanisa ni mzuri, lakini fulani ndio mbaya kwa hilo kanisa. Mpaka unakuta kwamba kila wakati wewe ni wakulaumiwa, wewe ni wakulaumika, hauna jambo lolote ambalo unaweza saidia watu ukajenga watu. Wewe ni wakumwaga damu isiyo na hatia, watu wanajikwaza, wanarudi nyuma kanisani. Ni sawa na kuua mtu ambayo hana hatia. Bwana Yesu asifiwe. Natamani ya kwamba wakati ambapo sisi tunafanya mambo yoyote, tuache kiburi na tuache kuwa na ulimi wa uongo katika maisha ya mtu ambaye anataka kuwazia mambo ya Mungu. Kiburi ni kibaya, uongo ni mbaya. Sisi tukianza kumwaga damu isiyo na hatia, Mungu akiangalia juu mbinguni, sio tu yule atachukua upanga uwe mtu, sio kwamba yule amechukua shoka akaua mtu, lakini hata mtu ambaye ameangusha mtu katika uokovu, huyo mtu ni mbaya sana, Mungu ampendi. Shahidi wa uongo asemaye uongo, naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Unapenda tu panda mbegu ya fitina. Wakati ambapo unakaa mahali unataka ushuhudie jambo kwa mtu mwingine, kwa ndugu yako, kwa jambo ambalo hata alijua, alifahamu, katika maisha hayo unaendelea nayo na unaona tu uko sawa, unaendelea sawa. Mungu apendi matendo ya aina hiyo kutendeka katika macho yake Mungu. Kwa maana nini? Unawakwaza watu wasio na hatia, unawatendea watu wasio na hatia jambo ambalo hawajui. Utapata ya kwamba Mungu hatapenda, Mungu hatakubaliana nalo, Mungu hata kuunga mkono kwa jambo ambalo unafanya. Na mtu aliye na mbegu za fitina kati ya ndugu, mtu anayetenda mambo ya fitina, Mungu akiangalia katika haya maisha apendezi nayo sana, kwa sababu sio utakatifu. Utakatifu ni kujaliana, utakatifu ni kujuliana hali, utakatifu ni kupendana, utakatifu ni kushirikiana katika maneno mazuri. Wewe Mungu amekuandaa kwa sababu ya kusimama katika ushuhuda wa kumshuhudia Bwana, ya kuinua wengine na kuwafariji katika maisha, lakini umechangia kila wakati kuhusika katika matendo ambayo yapendezi machoni pa Mungu. Wakati Mungu anakuangalia, anakuta ya kwamba kwa matendo yako na mipango zako haufai katika mambo mazuri, unashiriki katika matendo yaliyo mabaya, na haustuki, hauhangaiki, haubabaiki, unaona tu uko sawa. Mungu apendi shahidi wa mambo kama hayo. Anasema, mwanangu, shika maagizo ya baba yako. Wakati ambapo wewe utasikiliza mahusia ambayo unashauriwa na watu ambao wamekulea, wamekutunza, wamekuhifadhi katika utakatifu katika maisha ya ulimwengu, utashika maagizo yao na utaenda katika zile njia Mungu anapenda, utatenda yale Mungu anapendezwa nayo.
Bwana Yesu asifiwe. Hakuna wakati ambapo utamesi na kwenda kinyume, kwa maana Mungu apendi mtu kama huyo, kuonekana kwamba unashiriki katika matendo yasiyofaa, lakini unajiona tu kwa sawa sawa. Wakati ambapo Mungu anaangalia mambo kama hiyo, anakuta ya kwamba utakatifu ndani ya watu umepotea. Watu wameshiriki katika vitina, wameshiriki katika kiburi, wameshiriki katika uongo, wameshuhudia maneno yasiyofaa, wametenda mambo ambayo sio mazuri, wametembea kwenda kwa vitina na sarakasi za vitu tofauti, kusema na kushuhudia maneno ya uongo. Mtu ameacha utakatifu ambao wamesimama mbele za Bwana kushuhudia matendo ambayo Mungu atapendezwa nayo, lakini wamekubaliana na mioyo zao na matendo yao kuingia katika matendo yasiyofaa, wakashirikisha mioyo zao, utakatifu wao katika uovu. Bwana asifiwe. Muda mwingi sana watu wa Mungu wameokoka wakati wamefika katika malango ya kanisa, lakini wakati ambapo wapo nje, wokovu unapotea. Unakuta kwamba wanashiriki katika matendo ya dunia, wanaenda kwa matendo ya dunia, wanakaa na watu wa dunia, wanakula na watu wa dunia, wanashuhudia na watu wa dunia. Menendo yao yote inafanana na watu wa dunia. Wakati ambapo wewe unakubaliana na mambo ya dunia, na huku wakati unasimama unasema wewe ni mcha Mungu, nampenda Mungu sana, lakini ile hali matendo yako yafanani, utakuta ya kwamba wewe katika njia zako wewe ni mbaya sana kuliko hata yule mtu hajakubaliana, hajachukua hatua ya kwenda kanisani. Natamani mpendwa mtazamaji, tuanze kuelewa mbinu, njia za Mungu anataka namna gani katika maisha yetu. Mipango za Mungu katika maisha zinaashiria jambo gani? Wakati tunapotazamia uwepo wake Mungu ya kwamba tunahitaji kushuhudia matendo ya Mungu katika maisha, ni lipi ambayo tutalishuhudia likubalike katika macho ya Mungu? Mtu akikutazama katika maisha yako nje, wewe utajishuhudia namna gani? Watu wanaweza kukuona namna gani wakati ambapo wewe umesimama mbele za watu? Mtu akiuliza ya kwamba Josephat ameokoka ama hajaokoka, watu wanaweza sema nini? Mtu akisimama shuhudie jambo kukuhusu, anaweza shuhudia kwamba wewe ni mtu wa aina gani, unapendeza machoni pa Mungu ama upendezi, katika njia zako na matendo yako unakubalika ama ukubaliki. Mtu akikuwazia wewe wakati unakaa chini, wewe mwenyewe binafsi unajiangalia namna gani, Mungu anakuona kwamba umefaa machoni pake. Kama Mungu anaweza kuja saa hii asema kwamba anataka sasa achukue watu wake waende katika ufalme, utaingia ama hutaingia? Utakubalika ama hutakubalika? Utaonekana kwamba umefaa ama utaonekana haufai? Na kama utaonekana kwamba haufai, ni kitu gani ambayo unatenda ambayo kitakuonyesha kwamba haufai katika ufalme, au pendezi machoni pa watu wengine, wakati ambapo watu wanakuangalia mpaka unakuta kwamba watu wanaweza kusema hapana? Mpaka wewe kama ni mama, watu wengine wanaambia wake zao kwamba usitembee na mama fulani. Kama wewe ni mbaba, watu wanaweza kusema huyo mzee si mzuri, ni mbaya sana, si mtu wa kupenda kukaa na yeye, si mtu wa kupenda ya kwamba unaweza shirikiana na yeye, matendo yake ni mabaya zaidi. Wacha wakati ambapo unakaa usikae na mtu wa aina hiyo. Wewe unajulikana namna gani? Wewe ni wa vitina? Wewe una kiburi? Wewe ni muongo? Wewe ni mwepesi kukimbilia dhambi? Ama wewe ni mtu wa aina gani? Wewe ni mwepesi wa maovu? Wewe una mawazo mabaya katika nia yako? Mungu akikuangalia na kuona ya kwamba wewe unapendeza ama haupendezi, na njia zako kama hazipendezi Mungu, utajua ya kwamba Mungu anataka nini katika maisha yako. Shika maagizo ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Wakati ambapo ushauri wa kanisa unakuja katika maisha yako, unauchukulia namna gani katika maisha? Unaunga mkono kutembea ndani ya hizo nyayo ama hapana? Wakati ambapo wewe uko nje unatembea, unaweza jishuhudia wokovu pendeza machoni pa Mungu katika maisha ama hapana? Unaweza chukua nafasi ya wewe kuwa na mawazo yako, uone tu ya kwamba inapendeza vile unavyofikiria na uamue kutenda tu vile hali ilivyo. Mungu anakuona namna gani? Unapendeza machoni paka ama hapana?
Unaweza jishirikisha namna gani ukaonekana ya kwamba katika maisha yako unakubalika mbele zake Bwana? Baba Mungu anahitaji kwamba kila wakati ulishuhudia jina la Bwana, utembee katika zile nyayo na uende katika hali ambayo Mungu atapendezwa nayo. Kama sio hivyo, Bwana Mungu akikuja, anakuja na upanga, anakuja na ujira wake, ratili yake ya kupima tabia, mienendo na matendo ya wanadamu. Kama ulifanya maovu, yako itajulikana machoni pake Mungu. Kama ulifanya mema, pia itajulikana machoni pake Mungu. Lakini wakati utakapofika, Bwana atakapokuwa anatoa hukumu, chunga sana matendo yake mahali itaangalia. Iwapo itampendeza Bwana, utahukumiwa kulingana na matendo yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati ambapo nataka mpendwa mtazamaji, uanze kujioji, ujiangalie wewe mwenyewe, ukajiona ya kwamba ni wapi ambao umepita kiwango kisicho cha kawaida. Muda ambayo Mungu ameangalia njia zako na matendo yako, wewe uko namna gani katika maisha yako. Anasema ya kwamba mambo haya wakati imekukujia katika moyo wako, yafunge hayo katika moyo wako daima. Wakati wewe utajiangalia katika maisha, ukisikiliza mahusia ya Bwana katika maisha, ukisikiliza vile Mungu anavyotaka, funga hayo maneno katika moyo wako daima. Iishi ndani ya moyo, ikutunze, ikuelekeza katika kila njia, ili uonekane ya kwamba unafaa machoni pa Bwana. Jivike hayo shingoni mwako, vaa hayo maneno mazuri katika shingo, ili utembee nayo, ushiriki nayo, ushuhudie nayo yale ambayo Mungu atapenda. Uonekane kwamba unafaa katika mambo yako. Mungu akikuangalia, wanadamu wakikuangalia, wasome jambo lilo jema katika maisha yako, wakushuhudia ya kwamba unafaa, unapendeza sana katika matendo yako, wakuone ya kwamba ukipita mahali wewe unajulikana kwa rekodi mzuri. Watu wao wepesi hata kutafuta ushahidi wa ushuhuda machoni pako, wakiambiana wanajua ya kwamba ukienda kwa fulani ni mzuri sana, utapata kwake ushuhuda ulio mzuri. Lakini isiwe ya kwamba watu wanaambiana kwamba usiende kwa fulani, sio mzuri, matendo yake ni mabaya, huyo ukienda kwake umepotea, njia zake hazipendezana, haziungani na za Mungu, na hali zako wewe unaendelea tu, unatenda mambo. Bwana akikuangalia na kuona ya kwamba hakika katika nafasi ya mipango zake haumo. Chukua nafasi katika maisha yako, katika njia zako, kwanza kujiangalia wewe mwenyewe. Jihoji katika maisha yako, jigague vizuri, uone ya kwamba unafaa machoni pake Mungu ama hapana. Unaweza pendeza Mungu akija kuchukua walie wake, unaweza chukuliwa katika ufalme, ama hapana. Mungu akikuja, wewe unaenda jehanamu. Mungu atatoa hesabu, Mungu atatoa hukumu itakaposimama katika maisha. Hizi vitu ambazo zinatajwa katika maisha, wewe chunga sana. Macho ya kiburi, ulimi wa uongo, mikono imwagayo damu isiyo na hatia, moyo uwazao mawazo mabaya, miguu iliyo miepesi kukimbilia maovu, shahidi wa uongo asemaye uongo, naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Vitu 7 iwapo utazisikiliza vizuri sana, mpendwa mtazamaji, na kuomba ya kwamba anza kuambia Mungu atoe hizo vitu katika maisha yako. Anza kubadilisha maisha yako, ujulikane kuwa na rekodi iliyo mzuri, ujulikane kwamba unafaa mbele za watu. Watu wakikuona unapita mahali, wakubaliane na wokovu wako kwamba wewe uko kamili, unatenda mambo yanayofaa, wewe ni mtu ulio sawasawa machoni pake Mungu. Utapendeza machoni pa Mungu iwapo utafata nyayo ambazo Mungu atapendezwa nazo. Hali yako wakati ambapo itenda katika zile njia Mungu anajua kwamba ni nzuri na zinapendeza, hapo ndipo utakuwa sawa na Mungu atakuona kwamba unapendeza. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, mtazamaji wangu, wakati ambapo naposimama mbele zako siku ya leo, ninajua ya kwamba katika maisha ya dunia mengine muovu amekushauri kupotea, muovu amekushauri kujiingiza katika mambo yasiyofaa,
Labda wakati mwingine unasema kwamba hata haya maneno ninafanya mimi sijui nini kinanifanya mpaka naingia kwa hii maneno. Labda hupendi vitina, lakini unajikuta tu mtu akianza kuongea unaongezea yako. Labda hupendi kuwa na kiburi, lakini mtu akikwambia neno unajikuta kwamba wewe unapuuza, unakataa, hata unatoa matuzi, unaonyesha picha ya kuonyesha ya kwamba wewe ni mtu ambaye hutaki maneno mtu akikuongelesha. Wewe ni mtu ambaye kila wakati katika maisha yako unapenda kuvunja watu mioyo, lakini ukivunja mioyo unajiangalia, unadhani ya kwamba uliongea neno mzuri, lakini kumbe hilo neno kuna mahali limekwaza mtu, kuna mahali limetenda jambo ambalo lisilo lizuri. Mtu anapoliangalia naona ya kwamba maneno yale unaongea sio mazuri. Kila wakati tu wanakukosoa kwa maneno yako ya kwamba sio mazuri, lakini wewe unaona umeongea maneno mazuri. Sio kupenda kwako mpendwa. Tafakari hayo, rudia Bwana. Omba Bwana akupe hekima na maarifa, akupatie usemi mzuri mbele za watu, ili once unakaa nao unazungumza na watu kuone kuwa mtu ambao unafaa, unayetenda mambo yaliyo mazuri, mtu apendezwe kukaa na wewe, kutafuta ushauri kwako. Anapokaa karibu na wewe apate kujua ya kwamba huyu mtu ni mtu mzuri, anapendeza na anaweza kaa akanishauri na kunifundisha njia zangu. Mpendwa, Bwana Mungu anakupenda sana. Bwana Mungu anapenda sana wokovu wako. Anatamani wakati ambapo wewe unaendelea na hali zako, tafakari yaliyo ya Kristo katika maisha. Na ninajua kwamba Bwana ataonekana katika maisha yako. Atapata kukutenda mema wakati ambapo utachukua hatua kumtafuta kwa bidii. Kumtafuta wakati umemaanisha kwamba unamhitaji Kristo Yesu. Naye atakuwa pamoja nayo, kwa sababu wewe katika imani yako umejishuhudia wewe mwenyewe binafsi ya kwamba unamhitaji Bwana katika maisha yako. Atagusa moyo wako, atagusa maisha yako, atagusa matendo yako, atagusa mipango zako, atagusa njia zako. Mpendwa, leo wakati ambapo umeisikia hii sauti, nahitaji ya kwamba ujiangalia sana kwa uangalifu, ili Bwana Mungu wakati ambapo atahitaji kufanya lolote katika maisha, uwe wa kwanza kusimama kujishuhudia mbele zake ya kwamba atakutumia wewe, na hali yote itakuwa sawa na utakuwa vizuri. Utaendelea kwa hali ambayo Bwana anazipenda, na njia zako zitampendeza Bwana, maana katika maisha yako wewe mwenyewe umejitoa rasmi ya kwamba wewe ni wa Mungu. Natamani ya kwamba wewe usimame imara, ujishuhudia machoni pa Bwana, naye atakusaidia katika maisha. Kwa hivyo ndugu mpendwa mtazamaji, naomba nifike mahali pale. Wewe wakati ambapo unalisikia hili neno, tafakari hayo katika Bwana. Jua sio ujiangalie wewe mwenyewe. Chunguza wokovu wako ya kwamba unapendeza vipi machoni pake, ili wakati ambapo utatafakari kuufuatilia sana, Bwana Mungu ni mwepesi na ni mwingi wa rehema. Atakujalia mema, atakufundisha hekima, atakushauri na atakuongoza kwa kila sehemu. Mapito yako yatanyooka, kwa maana umemtazamia yeye peke yako. Baba, nasema asante kwa wakati ambao kipindi hiki nimefikisha mahali pale. Natamani ya kwamba niombe, na kabla sijaomba mpendwa, wenda umejiangalia, umeona ya kwamba umekosea. Umejiangalia, umeona ya kwamba umechangia hata mahali watu kukosana. Umejiangalia, umeona ya kwamba umechangia vitina. Umejiangalia, umeona kwamba umekuwa mwepesi kwenda kusukuma mahali mpaka mtu atendewe jambo libaya. Umejiangalia ukajiona ya kwamba wewe unawaza tu mawazo mabaya kila wakati, kutenda jambo ambalo silo lizuri. Mungu anakupenda sana. Natamani ya kwamba niombe nao mpendwa, nipate kuomba na wewe katika maisha yako, ili wakati wote unapokaa katika maisha, Bwana Mungu apate kukutendea mema, na kila wakati alishuhudie jina lizuri katika maisha yako, ili wakati wote uwe na ushuhuda ulio mwema, ili njia zako zipate kukamilika. Ni wakati mwema mpendwa, nataka ya kwamba ukubaliane nami jambo hili, ya kwamba hakuna mzushi atakayeingia katika ufalme. Hakuna mtu wa kuwaza mawazo mabaya ataonja ufalme. Hakuna mtu apandaye mbegu ya vitina kati ya ndugu anayeingia katika ufalme. Hakuna mtu aliye na kiburi atakayeingia kwa ufalme. Mtu yoyote atakayeingia kwa ufalme ni mtu aliye na upendo, ni mtu aliye na amani na wenzake, mtu ambaye anayetafuta amani kila wakati aendapo mahali popote. Anapokaa katikati ya ndugu, anatafuta kuwajenga na kuwafariji na kuonyesha njia iliyo njema.
Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, iwapo Mungu amekuandaa katika hiyo nafasi, natamani ya kwamba tuweze kuwa pamoja nawe katika ombi hili, ili Bwana Mungu ainue moyo wako. Siku nyingine usifika mahali ukapotea, ukajiingiza katika njia ambazo Mungu ukashauriwa kuweza kutenda jambo ambalo Mungu akiangalia anaona ya kwamba silo lizuri. Natamani mpendo wangu, chukua hii nafasi katika maisha yako. Uanze kujiangalia katika nafsi yako, uanze kujiangalia katika moyo wako, ukajigariri katika maisha yako, kuambia Mungu kwamba nimekosa mahali hapa, Mungu nataka kwamba unirehemu. Nimekosea mahali hapa, Mungu nahitaji kwamba unisamehe. Nimekosea mahali hapa, Mungu nataka kwamba unifungue. Uniache huru nisifike mahali niteleze, ili matendo yangu yasipendeze machoni pako mbele za watu wengine. Na njia zako zitakamilika iwapo mpendwa wangu utaweza kusikiliza ujumbe huu, na wakati unausikiliza upate kuutilia maanani, ili utembee katika zile nyayo Mungu atapendezwa nazo. Nataka ya kwamba uchukue nafasi hii ninapoomba ya kwamba uweze kusikiliza huu ujumbe kwa uangalifu, na Bwana Mungu atakuwa nawe na utabarikiwa, utainuliwa kwa upendo wake. Nataka niombe pamoja na wewe. Baba Mungu, asante Kristo, wewe ni Mungu. Ni wakati mwema Mfalme kwa ajili ya mtazamaji ambaye amelisikia hili neno kwa ajili ya siku ya leo. Mungu wangu, nataka nikuinue, imekuwa ni upendo wako Mfalme, kwamba Yesu, kuna vitu 6 ambao hauvipendi. Viko 7 vilivyo machukizo machoni pako. Mungu wangu Mfalme, neno hili wakati limepita katika mahusiano ya kila mmoja, wacha Baba kagusa maisha yake, pata kuinua mpendwa, mtende mema, mwangazie baraka, alishuhudie jina lako kwa sababu ya upendo wako. Onekana Baba, thibitisha neno lako katika mioyo zetu, ili uonyeshe mlango unaofaa katika maisha. Wakati ambapo wanapoishi katika uokovu, Baba uwafundishe hekima, wafundishe maarifa, wafundishe usemi na kutembea katika nyayo zako. Watende mapenzi yako chini ya jua jinsi lilivyo Mungu wa amani. Onekana katika upenya na nguvu zako ya kwamba ni Baba rehema. Kila mamlaka, kila amri za shetani, miandama za giza, roho za mapepo zinazoandama na kushauri watoto wao katika vipawa za uongo, za kuwapoteza katika matendo yasiyofaa, nakemea yote kapate kushindwa. Ninakemea amri za shetani, mamlaka ya giza, miandama za shetani, na amrisha zote, nakemea kila kazi hizo, kila mipango za shetani katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja kila mamlaka za giza, kila utawala wa mapepo, kila miandamo za shetani, kila amri za ibilisi, nakemea yote siku ya leo, na amurisha na kuzifunga katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu Mfalme wa mamlaka, wewe ni kimbilio, Mungu mwenye rehema. Tawala nafsi ya kila mmoja ambaye amelisikia hili neno Baba rehema, Mfalme wa neema, ya yule atakayelipokea Baba, likambariki katika maisha yake, libadilisha kila nia ya imani yake, ili wakati anapoishi katika injili, katika neno lako, wacha Baba ukamuinue. Anapokaa katika nyumba yako, wacha udumisha utakatifu ndani mwake, ili atembee katika nyayo zako jinsi ilivyo Mfalme. Roho ushindi Baba, pata nafasi katika maisha yake. Roho wa mamlaka, tembea katika moyo wake, badilisha kila nia, tawala maana unamjua. Uwe mwanga, Mungu wa rehema, simama katika pengo hilo, kamilisha kila kitu kulingana na uwezo wako. Uwe mwanga wa imani katika maisha ya watoto wako, maana Baba watoto wako wamepotea pasipo kujua ukweli. Hakuna siku Baba mapenzi neno lako likatambatana na matendo ya dunia, bali katika uwezo na neno lako. Dumisha haki yako katika watoto wako, kawabariki na kuwajenga, kawape mwelekeo unaofaa, ili jina lako lidumu katika maisha yao, na Roho Mtakatifu apate kuwashauri katika jina lako. Asante Baba rehema, maana unaenda kutenda. Uinuliwe na sifa zote Baba zikapata kurudia, amani yako kapata kudumu kwa sababu ya mamlaka ulionayo. Asante kwa msikilizaji, mtazamaji anayeniangalia Baba, upate kumbariki na kumwonyesha njia iliyo salama, ili wakati anapoishi katika uokovu Baba uwe pamoja naye. Asante Yesu, maana Bwana umesikia na kutenda. Pokea sifa Kristo wa amani. Asante Baba urema, asante Baba, na ni katika jina lako Kristo Baba Mungu nimeomba na kuamini, amen. Asante Bwana. Ndugu mpendwa msikilizaji, ni wakati ambapo tumefika tamati ya neno. Huduma wetu unaitwa United Souls for Christ. Tumeweka katika TV, ndiposa tunahubiri injili hii US for Christ Kenya
wakati ambapo utaangalia, utatazama vipindi ambazo tumeanza nazo tukiendelea, tunahitaji support hata kutoka kwako, ya kwamba Bwana Mungu akujalie mema. Tunahitaji kwamba tuhubiri injili ya kubadilisha mioyo za wanadamu, ili kuanzia leo watu waanze kujijua kwamba hao ni wakina nani. Jambo ambalo wanalifanya katika maisha ya ulimwengu wafanye wakiwa wanatambua ya kwamba wanakosea ama wako sawa, wanapendeza ama hawapendezi. Na wakati ambao unajiwazia, Mungu naye anakubariki. Nahitaji ya kwamba Bwana Mungu akubariki mpendwa, lakini ainua maisha yako kwa kila sehemu, ili wakati ambao tunapoendeleza huu ujumbe, Bwana Mungu abariki maisha yako na kuyatenda mema. Huduma wetu tunafanya kazi katika Kristo Yesu, tunaamini katika Roho Mtakatifu, na tuna imani ya kutambua Kristo Yesu alikuja kuukomboa ulimwengu katika maisha yetu. Ndiposa tunahitaji na upate kukombolewa kutoka katika maasi yote. Nashukuru Mungu. Bwana Mungu apate kuwabariki. Ukitaka kuwasiliana nami, nitapeana namba yangu ya simu, ukiangalia kwa screen utaipata, lakini nataka nizungumzie, ninene ili upate kuisikia zaidi. Kwa majina yangu naitwa Pastor Josephat Wanyama, na nambari yangu ya simu ndio hii: 0711886743 0711886743 0711886743 0711886743. Bwana akubariki mpendwa, Bwana akujalia amani, Bwana akuinue zaidi. Asante.